Wanjiko. Habari ya maziku. Niko salama. Mimi niko salama. Ngali tunang'ang'ana hii maisha. Unajua saa hii mambo imekuwa ngumu. Mambo si ngumu. Mambo ni ngumu kama mawe. Sisi tunajiwekea mambo ngumu, lakini mambo itakuwa mzuri kama vile Mungu ametubariki na mvua. Haki. By the way, unajua tumebarikiwa kwa mvua. Tumebarikiwa na mvua. Watazamaji wetu sijui kama kwenu kumebarikiwa na mvua. Kuli mmekuwa kugumu, lakini Mungu na yeye ni nani? Siku ya leo tumebarikiwa na mvua Wanjiko. Ni hata nikiamka nimepata kwani kuna tiririka ni mvua maji yaje kwa huku nje, lakini kumbe ni baraka zake Mwenyezi Mungu. Na Nyaga, usifikiria ati ni huku tu kwetu kumenyesha. Kuna mwingine alinipigia simu akaniambia mvua imemfungia mahali kwa vile mvua ilikuwa imenyesha hata kwao. Pande gani? Mungu wa mbinguni ni mwema. Pande ya na huku Lemuru na huko. Mvua imenyesha sana na huko. Unajua Mungu ni wa miujiza. Unaweza pata ilikuwa imefungiliwa, lakini baraka zake uwezi angalia inaenda namna gani, sababu kulikuwa ukame mpaka chakula karibu kuungua. Ninakwambia mpaka mboga hakukuwa na soko kwa soko. Nyaga. Hakukuwa mpaka mboga kwa soko. Lakini Mungu ni mwema, sasa naona watu watashiba. Na Mungu wa mbinguni sifa na utukufu zikurudie. Kwa hivyo watazamaji wetu, sijui kama kwenu kuna baraka ya aina gani. Mvua kwetu iko huku pande ya Nairobi tumebarikiwa na mvua, kwa hivyo hatutalia tena sababu Mungu amesikia kilio cha watu wake. Kwa hivyo watazamaji wetu, karibuni tukaweza kuendelea katika safari hii ya kipindi yetu ya siku ya leo ya Wimenye, ili ambayo tunawaletea kila siku ya Jumapili kutoka saa 1 hadi saa 2, ili tukaweza kusikia Mungu akona mpango gani na maisha yetu. Kama vile ametubariki na mvua, bado akona mpango mwingine katika maisha yetu, ili ametupangia wakati tunaona ugumu umeingia katika maisha yetu. Kumbe Mungu akona mpango mwingine ambayo ametupangia. Kwa hiyo sababu anasemanga anatuwazia mema kila siku. Kwa hivyo karibu sana Wanjiko, kaweza kutasalimia watazamaji wetu na ukitufungulia kwa maombi. Karibu. Na washeni tukaombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, twaja mbele zako Mfalme wa rehema, tukisema ni asanti asubuhi njema Jehova, kwa sababu ya kutufanya mabaki ya siku ya leo. Mfalme wa rehema, sifa na utukufu zikurudie kwa sababu ya kutuwezesha na tukaona siku ya leo. Emmanuel, twakualika mahali hapa Jehova, ukawe mwanzo, katikati na hata mwisho, na ukitenda haya yote Jehova Baba, sifa na utukufu zikurudie. Mfalme wa rehema, watazamaji wetu tuwaweka mikononi mwako. Wakati wowote wanapotutazama katika hii kipindi yetu Mfalme wa rehema, tawadaishia baraka zao Mfalme wa rehema zenye hazina mwisho Mfalme wa imani. Na ukitenda hiyo yote Baba, sifa na utukufu zikurudie, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata tumeamini. Amen. 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 Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamujambo. Mujisikia mkiwa nyumbani wakati wowote mnapotutazama, wakati wowote mnapotusikiliza, na Mungu wa mbinguni awabariki na zaidi ya yote awainue. Amen. Mnasikia mmebarikishwa na Wanjiko. Wanjiko kama vile amenena. Unajua wakati mwingine Wanjiko watu wanachukuanga tu ni kama kawaida. Unafaa ukisikia umebarikiwa unasema amen, ili Mungu akaweze kutimiza. Lakini ukiangalia tu Wanjiko ni kusema, anasema haitatimika, sababu anasema unakuwe namna hiyo, ubarikiwe kulingana na vile ambavyo Mungu amesema. Kwa hivyo na mimi watazamaji wetu nimewasalimia tena, ili nikitaka kualika, nikitaka kuwakaribisha katika meza hii tukaweza kusikia neno la Mwenyezi Mungu ambalo Mungu anasema nini na sisi. Kwa hivyo bado tunaenda kusikia neno la Mwenyezi Mungu tukiongozwa na Wanjiko. Wanjiko, karibu sana. Nalo neno letu la siku la leo litatoka katika kitabu cha Luka. Luka ni 2. Luka ni tunaenda kusikia kitabu yetu katika kitabu cha Luka. Luka 1 kuanzia hapo 26 hadi 38. Luka 1 kuanzia 26 hadi 38. Na washeni tukasikie neno vile ninataka kutufunza siku ya leo. Ati mwezi wa 6 malaika Gabrieli
alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa amepaswa na mtu jina lake Yusufu, kwa bali ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akisema, salamu, aliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akamwaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, na sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake.